Mara nyingi mwanadamu hujiangalia biaini al-kamal, kwa jicho la ukamilifu, huku akiwa ni mwenye kughafilika na aibu zake pamoja na mapungufu aliyokuwa nayo. Na miongoni mwa neema iliyokuwa kubwa kabisa, maarifatul insani uyuba nafsi, pindi ambapo Allah subhanahu wa ta'ala atakuwafikisha ukajua aibu ulizokuwa nazo, mapungufu uliokuwa nayo. Hii ni miongoni mwa neema iliyokuwa kubwa kabisa katika maisha yako. Asema Umar ibn al-Khattab, rahima Allahu mra'an ahda ilayya uyubi, Allah subhanahu wa ta'ala amrehemu yule atakayenipatia zawadi ya kunijuza na kunifahamisha aibu nilizokuwa nazo na mapungufu niliyokuwa nayo. Hivyo basi, kaifa taarifu uyuba nafsik, vipi utaweza kujua aibu na mapungufu ya nafsi yako? Jambo la kwanza, an-nadharu fil kitabi was sunna, ni kupitia maneno yake Allah subhanahu wa ta'ala na mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa kuangalia Qur'ani na Sunna vina nafasi gani katika maisha yako, waishi vipi na maamrisho yake Allah subhanahu wa ta'ala katika maisha yako, waishi vipi na makatazo yake Allah subhanahu wa ta'ala katika maisha yako, lakini vile vile sunna za Mtume alayhi salatu wasalam zina nafasi ipi katika maisha yako. Kupitia haya utaweza kujua aibu na mapungufu ya nafsi yako. Jambo la pili ambalo litakalokusaidia kujua mapungufu na aibu ulizokuwa nazo, min sadiqin saduq, ni kupitia kwa rafiki, lakini huyu rafiki au ni mwenye sifa ya ukweli, hekima na busara. Hakuna jambo lizito katika urafiki kama kumbainishia rafiki yako aibu na mapungufu aliyokuwa nayo. Lakini pindi ambapo Allah subhanahu wa ta'ala atakuruzuku rafiki mkweli mwenye hekima na busara, kupitia kwake utaweza kujua aibu na mapungufu uliyokuwa nayo. Jambo la tatu na la mwisho ambalo litakalokusaidia kujua mapungufu na aibu ulizokuwa nazo, al-aduwu lak alladhi la yuhibbuk, ni kupitia kwa adui yako, ni kupitia kwa yule asiyekupenda. Kwa nini adui yako? Asema Imam Shafi'i rahimahullahu ya kwamba walakinna aina as-sukhti tubdi al-masawiya, siku zote jicho la adui, jicho la asiyekupenda huona mabaya, huona kasoro, huona mapungufu. Hivyo basi yale anayoyazungumza adui yako akielekeza kwako usiyapuuze. Maneno ya adui anayoelekeza kwako usiyaweke nyuma ya mgongo. Raja nafsak, irejelee nafsi yako, chunguza matendo yako, chunguza tabia ulizokuwa nazo. Huenda adui yako akakusaidia kuboresha tabia zako na kukuza utu wako. Mwenyezi Mungu atujalie kila la kheri. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin walhamdulillah. Oh